les paroles s'envolent mais les écrits restent. Yenye mtu anasemaka binaendaka binapoteaka, lakini maandishi yenye mtu aliandika binabakiaka eko. Unaweza kufika tena nyumbani, unakamata tena ile buku lako na unakamata na Biblia yako, unaanza kufanya nini? Unaanza kusoma tena. Okay, inakuwa sawa, ni revision. Kesho yake unaweza kujikuta fasi fulani, banaweza kupanga wewe ndio utakuwa mhubiri. Sasa utaanzia uishie wapi? Utalinganishwa na kijana mmoja, sitawaambia jina lake, ni wa Kidima. Alitoka hapa wakaenda kule Wito. Kutoka kule Wito tena tukanisa yetu. Kanisa yetu ndio tunakuwa na mgeni. Ganga akasema ni wa kanisa moja, sitaisema, lakini akasema kama ni wa kanisa letu. Kufika sasa kule wakamwandalia kila kitu kabisa. Wakaingia magharibi, kuingia mlienda tuhubiria ni nani? Ni mgeni wetu. Ule mgeni nani? Ile wanasema kwaya iimbe juu ya kutayarisha nani? Mhubiri. Akauliza siku, akamwambia kwenyecho iko ando mifiatu. Kwanza mle mkuu wa kanisa akakamata ile lake akapita nalo. Hata sasa wao wanatuma nani? Mgeni. Tuma sasa mhubiri. Tuma. Anasema kama anaenda kusikia. Tuma unamkoroga. Kwenda kucho hakuna mtu. Kumbe mtu ashafanya nini? Zimano washamzimana kila kitu, kuku nanga akapita na katika. Ndio maana huko kazi yenyewe mtu hawezi kujipangia, sababu inalomba utaratibu na namna gani ya kuendelea nayo. Mtakuwa mnatuambia mafundisho yatakuwa yanakamata muda gani? Kama yatakuwa inaanza kisha kipindi kama ni saa moja, kama ni dakika 30, sawa, muda wote ni wetu. Tulikuwa mambo mengi, mtatuia razi kabisa. Nafikiri kama hivi, kama tumekusha kuchapa neno na labda sasa kurejea zinafika. Aliyetufungulia soma katika Zaburi ndio 30 na ngapi? Na 7 na mstari wake na 32. Neno la Mungu nani mtanisomea? Mtu asiye haki humvizia mwenye haki. Mtu asiye haki humvizia mwenye haki, na kutafuta jinsi ya kumfisha. Mtu asiye safi. Hii ni mafundisho yetu ya masheni, na maneno yote yatafuatana na nini? Na Genese. Sasa mtu asiye haki humvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Yaani, kama wewe kijana una nguvu na uwezo na kila chochote, kuna wengine wanakuwa wadhaifu. Sasa yule mdhaifu ni lazima anakuvizia wewe ambaye anaona ya kwamba uko hodari, na anatafuta njia ya kufanya ya kukuuisha wewe, ya kukuficha, ya kukuuisha. Namna gani unaweza kutoka? Yaani ndani yake mnaingia nini? Wivu. Unaingia wivu. Ile wivu inaendana na chuki. Anakuchukia mie, kuona tu fulani mie, hapana. Anatafuta njia ya kumfisha.
Ndio maana tutatakiwa tuwe wenye haki sisi sote, juu tusiviziane. Tunatakiwa tuwe watu wenye haki. Huyu akimkuta mwenzake Amina, huyu anamkutana huyu dada kabisa, huyu anamkutana huyu kaka, mambo yote yako sawa. Lakini kama kati yetu kutaonekana mtu asiye haki, atatuvizia, atakuvizia, atanivizia, ili afanye nini? Ili aniondoe kwa dunia hii. Lakini sisi kama vijana hatutakiwi tuwe hivyo. Amena. Sasa somo letu la leo tariki 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2025. Teme yetu ambayo tutafundishana leo inasema kijana ni nani? Ndo teme yetu ya kwanza leo. Kijana ni nani? Nani mwenye atatupatia jibu? Nani mwenye atatupatia jibu? Kijana ni nani? Niwaambia mafundisho ya vijana ni semina. Ni maongezi, ni maswali na majibu, na usife haya kujibu. Jibu lako hata likiwa nzuri, likiwa tutalisahisha na linakuwa lizuri. Kijana ni nani? Kijana ni yule mwenye yazeeka, na kijana ni yule mwenye angali mdogo, ndo Selomia. Okay, kono kwanza kwa hiyo jibu lake. Eske kuko mwingine mwenye anaweza kuongeza pale? Okay, dada. Kijana ni yule mwenye iko na maono. Okay, kijana ni yule mwenye iko na maono. Hakuna mwingine? Okay. Jibu ni hili. Kijana unaweza kuandika, ndio maana niliwaambia ni lazima kuwa na buku. Kijana ni mtu. Sawa? Kijana ni mtu, mume au mke wa umri. Unajua umri manake? Okay, age wa umri kati ya miaka 15 na 45. Yaani kijana ni mtu mume au mke, jeune fille ou bien jeune garçon, wa age kuanzia miaka 15 hadi miaka 45. Yaani niliona kulingana na somo hili, ndo ninyi ambao mnaongoza humu muko wa miaka kuanzia 15 wenyewe wameenda na ni vijana. Sawa? Mkurugenzi wa vijana hapa wa misioni yetu atafanya mkaguo, ajue huyu yuko na miaka mingapi, ili wawe wanashiriki katika mafundisho. Kwa hiyo kwa ya watoto hapa utaweza kuuliza wewe uko na miaka mingapi? Kama kufikisha miaka 15, yani ule deja alishakuwa kijana. Bwana sifiwe. Amen. Ndio hiyo, kijana ni mtu mume au mke wa umri kuanzia miaka 15 hadi miaka 45. Mwenye anaenda wa miaka 15, yule tayari ashakuwa mzee. Lakini kuna wa ile miaka lakini unaweza kutana angali ana
shiriki katika kazi za nini, za vijana. Sasa nini yenye inahakikisha ya kwamba mtu wa miaka 15 hadi 45 huyo anaitwa kijana? Ni kwa sababu tukisoma katika kitabu cha Mizali ya Sulemani, tuangalilie wenyewe wako na Biblia. Tafadhali vijana, napaswa kuwa na nini? Na Biblia. Mutusomee Proverbe chapitre 20 verset 29. Inasema nini? Jana mimi niangalie, msikuye msomea wenyewe aliko. Mizali, tunasoma katika kitabu cha Mizali ya Sulemani 12. Ndio. Inasema nini? Fahari ya vijana ni nguvu zao. Fahari ya vijana ni nguvu zao. Ishi hapo. Amen. Amen. Yani 20e verset A. Fahari ya vijana ni nguvu zao. Yaani uzuri wa kijana ni nini? Ni nguvu zake. Fahari ya kijana ni nguvu zake. Ndio maana kuanzia miaka 15, wa miaka 15 kuko kazi yenyewe inaweza kumshinda zaidi. Tuende katika mwili. Eske kuko kazi yenyewe inaweza kumshinda? Hakuna. Hawezi kushota maji? Hawezi kusonga ugali? Tayari. Anaweza kulima mashamba. Sasa kufikia miaka zaidi ya miaka 45, hata mwili unaonaga ule mtu ashakuwa mzaifu. Ndio maana inatuonyesha ya kwamba kati ya huu umri, kwanza kijana kazi zake ni nini? Nguvu. Ndio fahari ya kijana, yaani uzuri wa kijana ni nguvu. Sasa hizi nguvu inaweza kuwa ya kiroho au ya kimwili. Kati ya hizi nguvu mbili, kiroho na kimwili, hizi zinasaidiana katika utendaji. Yaani zinategemeana, zinasaidiana kwa kiroho na kwa kimwili. Kijana ambaye hatumiki kazi, huyo kijana ataonekana ni yule kijana asiye haki. Sababu kijana anatakiwa afanye nini? Afanye kazi, asiwe mregevu. Kijana anatakiwa vraiment très fort là. Un jeune garçon, une jeune fille, il doit être fort et aussi forte. Wewe mlete zile video pale. Kijana yuko naenda hivi, anashindwa na kunyangula video. Eske ni kijana? Eske ni kijana huyo? Inaonekana fahari yake hana fahari. Hana fahari. Ndio maana katika kanisa likikosa bajene, hilo kanisa limekufa. Hii mchanga ilifika hapa namna gani? Ilifika namna gani hapa?
Vijana ndio walisoma. Jeunesse, vijana wanatakiwa wawe na nguvu, tena wawe na juhudi ya kufanya kazi, ikiwe kazi ya kiroho, ikiwe kazi ya mwili. Sio kama tunaelewana pale. Kazi ya kiroho namna gani? Kazi ya kanisa. Bwana, hivi tunahitaji vijana wenye tutakwenda kufanya mafungo au maombi fulani. Watu wakisikia mafungo